Kwa majina ni mhubiri wa habari njema Joshua Kilongo. Vile vile ni moja kati ya watu ambao wamejaliwa neema kuokoka na kumtumikia Mungu katika kizazi hiki na katika kipindi cha ujana. Vile vile nakuja kwa nia moja na kwa neno fupi ambalo nataka tuchangie kwa hii siku ya leo. Na bila ukawia, somo yangu inasema sharing ya siku ya leo inasema ni tofauti gani iliyo kati ya imani na dini? Ni tofauti gani iliyo ndani ya imani na dini? Bila ukawia, ni kupeleke kwa kipengele ya kwanza. Taongea kwanza dini na imani. Dini ni kitu ambayo inakusanya watu kuwafunza Mungu. Haijalishi ni Mungu gani, sababu wa Mungu ni wengi, lakini ndiyo malengo ya dini, kuwakusanya watu mbalimbali, makabila na mataifa, kwa ajili ya kuwatia pamoja na kuwafunza Mungu. Haijalishi Mungu gani, ila ndiyo malengo ya dini. Na imani ni kitu ambayo inamfanya mtu awe mwaminifu ndani ya malengo yake alimo ndani. Yaani imani ni assurance ambayo inamfanya mtu awe na uhakika kwamba hii njia ninayoendea ni njia iliyo sawa, tofauti na dini. Sababu unaweza kuwa dini moja na mtu lakini hamuna imani moja. Hiyo inatokea mara nyingi kwa watu walio katika wito wa Mungu, lakini wanajikutana ndani ya madini ambayo haiwafunze Mungu ambaye imani yao inawaaminisha. Pia inatokana na watu wanakuwa na mambo ya kishirikina, sababu imani ya mtu wa kishirikina inatokana na ushetani, lakini imani ya mtu wa Mungu ama mtu ambaye anamcha Mungu inatokana na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo chanzo mbili ambazo zinakuwa, yani unaweza kuwa dini moja na mtu, wewe ni Mkristo wa kweli na huyo ni mshirikina, lakini mko dini moja, lakini imani zenyu zinakuwa tofauti. Yani unaweza jikutana mnachangia dini moja na mfumo, unaweza jikutana mnachangia dini moja na Freemason, lakini wewe ni mtu ambaye unakuwa na vipawa vya Roho Mtakatifu. Yani kinachowafanya mwe pamoja ni dini, lakini sio imani. Maana imani inakuja kwa kusikia yule ambaye alikupeleka na akakupatia wokovu. Ndiyo kwa maana nikwambie hivi, imani ya kweli inatokana na misingi ya kiroho, na misingi ya kiroho inatokana na Mungu ambaye unamwamini. Ndio maana watu wa kishirikina wanakuwa na imani zao zilizo tofauti na watu ambao wanaokoka, na watu ambao wanamcha Mungu wanakuwa na imani zao zilizo tofauti na watu wa kishirikina. Na hii ndiyo kazi kubwa ambayo Mungu anakuwa nayo, kuwatafuta watu wenye dini ya kweli, ili akamate watu wenye imani ya kweli vile vile, awachange pamoja, wamtumikie kwa malengo fulani. Yaani kazi kuu ambayo Mungu iko nayo katika kizazi hiki hata tokea zamani ni kuwakamata watu wenye kuwa na imani ya kulenga kazi nzuri, mapenzi ya Mungu, kuwakusanya pamoja ili wafanye kazi ambayo italeta uamsho. Wanasifiwa sana. Na hii inakuwa na shida sana ndani ya watu wa dini. Yaani hiyo ndio ilikuwa ni objective mkubwa ambayo Yesu alikuwa nayo, kukamata wale watu wenye kuwa na imani ya kweli lakini wanapotea katika dini. Yaani kuwakokota, kuwatia pamoja, awafunze kweli ili wafanye yaliyo sawa na mapenzi ya Mungu. Nisikufiche, dini nyingi hazimtafute Mungu, zinafunza watu Mungu wa mapenzi yao, lakini aziwafunze watu Mungu wa kweli ambaye anatokana na imani ya kweli. Unajua hivyo? Na ndio kwa maana kazi nyingi za dini Mungu hazipendi.
ni ushetani na ni uchafu mwingi, dini nyingi. Tofauti na imani, yani mtu wa imani hawezi akafanya ushetani, hawezi akafanya, yani dini zinachanganyisha watu walio wengi sana, na hiyo inaleta changamoto mkubwa ndani ya hiki kizazi. Ndio kwa maana wengi wamejutia leo hii kwa nini wako kwenye makanisa. Ndio kwa maana unamkutana mtu alikuwa na nia kumtafuta Mungu, lakini anajikutana ndani ya dini ambayo haimfunze Mungu sawasawa na njaa iliyo moyoni mwake. Sababu mtu ambaye anakuwa na haja ya kumtumikia Mungu anakuwa kama vile anakuwa na njaa. Sasa mtu huyo anaweza kukutana na watu wa dini wanamfunza imani ambayo ile tofauti. Hiyo inamvunja moyo milele na anavunjika kabisa. Ndio namkutana mtu anaingia kanisani mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini kwa mwisho anavunjika moyo, anakuwa mlevi, anakuwa mzinifu. Ukimuuliza kwa nini, anasema mambo nilikuwa naenda tafuta kanisani, nilizani kwamba wanaokoka. Sijui kama umeshawasikia mtu kama huyo. Yani sikuwa najua kwamba ni hivyo. Nilizani kwamba duniani nimeacha yote, kanisani naenda kumkutana Mungu. Lakini kanisani nimekutana, afadhali tena duniani. Kwa nini watu wanakuwa wanajiuliza hiyo? Hujawahi kujiuliza hiyo? Sababu dini nyingi zinakuwa na tabia ambazo zilizo tofauti na imani. Lakini mtu huyo akiingia kanisani anakutana kwamba imani wanafunza humo ni ya Mungu wa kweli. Hapana imani za dini. Ni imani za dini ndio zinaambia watu wengi kwamba baki hapo kumtumikia Mungu, mengine Mungu atashughulika. Imani hiyo inaambia mtu kwamba usifanye hiki na kile sababu Mungu anajua mahitaji yako. Lakini kikweli ni kwamba walioitwa na Mungu kwa kuishi bila kutumika ni wachache. Lakini dini nyingi zinabaki kuonesha watu wote kwamba Mungu kwanza, Mungu kwanza ndio, lakini tubaki kanisani tukimtumikia Mungu hivi na yani. Wao wanakuwa wanachanganyisha yale ya Mungu ya kweli, wanaikamata, wanaongeza mambo yao, na inakuwa inawachanganisha watu. Na hii ni moja kati ya changamoto ambazo zinaletea watu wengi matatizo, na hii inakuwa ikiwaumiza walio wengi. Mambo ya dini ni mengi sana, inakuwa na ushetani ndani yake, ni mengi sana, inaharibisha imani za walio wengi. Na ndio maana wengi wanakuwa na mambo, wanashinikiza madhehebu, na hizi dhehebu ambazo zinafunga mambo iliyo misingi dini zao. Lakini shida na tatizo ni huyu ambaye analishwa mafundisho kwenye dini ambayo haiendani na imani. Yani shida ya watu ambao wanakuwa leo katika madini na watu ambao wanakuwa wahanga ama maviktimu ni watu ambao wanalishwa mafundisho mabaya. Dini ni tofauti na imani, sababu matendo ya mtu wa imani ni maagizo ya Mungu, na matendo ya mtu wa dini ni sheria zinazopangwa ndani ya dini. Sababu dini ilianzishwa na mwanadamu na akapanga sheria zake, ila imani ilianzishwa na Yesu Kristo, na mwongozi wa imani ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Mkristo ambaye anashika imani yake kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo ni tofauti ya Mkristo ambaye anatembea chini ya sheria za dini. Maana mnaweza kuwa dini moja na mtu lakini hamuna imani moja. Mnaweza kuwa imani moja na mtu lakini hamuna dini moja. Ndio kwa maana Filipo alipokutanana na yule malikia wa Ethiopia, walikuwa na imani moja lakini bado walikuwa hawana dini moja. Na hiyo ndio kazi kubwa ya Yesu Kristo anakuwa akifanya kwa wanadamu. Yani anawaangalia wale ambao wanakuwa na imani moja, anawakusanya pamoja, anawaweka kwenye dini moja ili wafanye yaliyo mapenzi ya Mungu.
Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo dini inakuwa na utofauti mkubwa kabisa na imani, sababu ni dini chache ndio zinakuwa na imani ya kweli, lakini kila mtu wa imani anaangalia mambo ya dini. Tazama vizuri, walio wengi sana hawatembei katika madini. Wakristo wengi, yani Mkristo wa kweli mara nyingi hatembei katika dini. Angalia hata Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kwa njia ya imani, alileta imani. Sasa Mafarisayo walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatembelea dini na sheria zake. Sasa wakaona kwamba vile Yesu Kristo ni mtu ambaye anakuwa na machanganyiko fulani, yaani watu wa dini wanawaona watu wa imani wenye kushikilia imani ya kweli kama vile wanachanganyikiwa. Na hiyo sikushangaza, sababu dini inakuwa na vipengele vyake ambavyo ukivivuka unakuwa kama vile kichaa. Japokuwa vipengele vya dini vinakuwa na mipaka yake kuliko matumikio ya mtu wa imani, sababu mtu wa imani anaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini mtu wa dini anaongozwa na sheria zilizowekwa ndani ya dini. Ndio kwa maana Yesu Kristo walimuona kama vile ni mtu ambaye anachanganyikiwa. Sababu gani? Sababu aliona mambo ya imani kama vile yanaweza akamchosha na kumpunguzia mwendo katika mipango ambayo alikuwa nao katika dunia. Ndio maana ukiangalia vizuri, walipomuona wakasema huyu hana akili, huyu ni mtu wa mapepo, yani wakamupatia yani nyuso ambazo hazikuwa zake. Maana dini ni kimwili, tena ndani humo muna ukorofi, yani ni ndani ya dini ndimo munapatikana tabia zote zibaya ambazo ziko tu katika dunia. Yani niseme hivi, katika mambo ya imani na mambo ya dini watakiwa kujua kwamba Mungu ni mmoja, na ukiwa unamfanyia Mungu kazi, mfanyizie Mungu wako kazi, kwa sababu unajua kwamba unamwamini katika imani. Na dini ambayo haikufunze kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mungu, yani dini ambayo haiamini Roho Mtakatifu, jua kwamba hiyo dini haina imani. Maana imani inakamilika kwa mtu ambaye anamwamini Roho Mtakatifu. Wakati utafika katika dini ambao hawana Roho Mtakatifu, hawana ujazo wa Roho Mtakatifu, ondoka katika dini hiyo, ondoka uende mbali. Dini ambayo, zehebu ambao wanakufunza mengi lakini hakuna Roho Mtakatifu, hakuna ujazo wa Roho Mtakatifu katika dini hiyo, ondoka. Maana wanakupotosha, maana wanakudanganya, wanakufunza ushetani. Sababu Roho Mtakatifu yuko kwa hao ambao wanamwamini Mungu katika kweli na haki, sio ambao wanamwamini Mungu kwa mafundisho mbalimbali, yani mafundisho mbalimbali ya dini. Mafundisho mbalimbali ya dini yanaangamiza, ila mafundisho ya Roho Mtakatifu yanamsaidia mtu kujua kwamba hii ni kweli na hii ni uongo. Na mafundisho hii ya Roho Mtakatifu ni ujazo wa Roho Mtakatifu ndiye anakufunza. Niseme hivi, Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana, ni vitu vitatu ambavyo watakiwa kuelewa. Mungu Baba ni sheria na hukumu ya Mungu. Mwana ni rehema za Mungu. Roho Mtakatifu ni akili za Mungu katikati ya wanadamu. Sababu Mungu manake, Mungu Baba manake sheria na hukumu za Baba. Mwana rehema za Yesu Kristo. Maana tulipomwona mwana tukaona rehema za Mungu. Alipopanda akasema, nitawatumia msaidizi ambaye atawafunza nyinyi kweli yote. Ndio kwa maana mitume walipojazwa wakavunja ukimya, wakaondoa woga, wakatabiri, wakanena kwa lugha. Sababu gani? Kuna roho ambayo wa ujuzi aliwaingia. Sasa dini ambayo haina Roho Mtakatifu, uko nafanya nini ndani? Mungu atubariki sana.
na Mungu atutendee mema. Ubarikiwe mtoto wa Mungu. Amen.